wa Kenya tuko tu na Kenya moja peke yake, hatuna Kenya ingine. Tuache kutamani vita, tuache tu hii vitu. Mnasikia watu wakituimbia Nairobi, hii vitu mnasikia watu wakisema tunaenda kutoa rais State House. Nyinyi hamjui, mimi ni wakili. The moment a president anatolewa katika kiti within a constitutional and constitutional structure, tunakuwa na kitu inaitwa anarchy. Jeshi inachukua, na unajua jeshi kichukua, kila mtu ni raia mpaka polisi. Ule mwenye ako na bunduki aende nyumbani nayo, yule ako na. That is why these countries bunduki ziko kila kwa kijiji. Ukikosana na mtu mnauana risasi. We only have one country. Tafadhali watu waache kuincite watu against their own country. Waliandamana juzi na mliwaona, tumekuwa tukiwasikiza wakisema one term, wamekuwa wakisema the entire month one term, na sisi tunawaambia hakuna ubaya. One term ni demokrasia yako. Mungu amekupatia uwezo ya kuishi Kenya, ni demokrasia yako. Uende kwa barabara uimbe one term, uingie kwa kanisa uimbe one term, uingie kila mahali useme yes, it is within your democratic rights. Lakini term moja ni miaka 5, si katikati. Na hiyo term moja haitolewi kwa barabara, hiyo term moja haitolewi kwa supermarket kuiba, hiyo term moja haitolewi kwa kuvunja koti na kuchoma. Hiyo term moja yenye unasema unaongoja hii miaka inaisha, unakuwa na kitambulisho, unaenda huko, tunapiga kura, zinahesabiwa tuone kama ni term moja ama ni ya pili, kwa sababu wewe unasema term moja. Ni sawa, ni right yako. Sisi hapa Bungoma wananchi hawa wanasema term 2, ni right yao. Wacha kila mtu imbe yake. Wewe imba one term, sisi tuimbe 2 term. Alafu hiyo one term ujue inaisha miaka 5. Hata hiyo 2 term haikuji na fujo, ni kuomba kura na hii mkono na kupigiwa kura. Vile tumekuja kuomba na hii mkono, vile tumekuja kuwachangia hapa na hii mkono, vile tumekuja kuwambembeleza wa mama na hii mkono. Tafadhali mutatupatia 2 term, mutatupatia 2 term. Hebu nione wale wa 2 term kwanza waya. Yes, hiyo ni right yetu. Wewe ni right yako kusema 2 term, na yule mwingine ni right yake kusema 1 term. Kila mtu ako na haki Kenya hii. Lakini wacha kwenda police station kuchoma, wacha kwenda kuchapa police officers, wacha kwenda kunyanyasa police officers ati kwa sababu koti imesema polisi asitumie bunduki, polisi asitumie tear gas, polisi asitumie mawe, polisi asitumie anything. Sasa mnataka polisi afanye nini? Hawezi tumia mawe kama wewe, hawezi tumia bunduki, amekatazwa. Hawezi tumia tear gas, amekatazwa. Hawezi tumia maji, amekatazwa. Sasa imebaki polisi siku hizi akienda kwa mahali maandamano iko, itabidi tu aangalie. Alafu akiangalia, mnaanza kusema polisi walikuwa wanaangalia tu. Mnataka polisi wafanye nini? Honestly, mnashika mwanamke polisi anaanguka, mnamkanyaga kwa kichwa, mnamkanyaga kwa kichwa mwanamke, mama ya mtu. Polisi pia ni binadamu bwana, polisi pia ni binadamu, amezaliwa na mwanamke bwana. Tukue na heshima. Munasema munaomba justice na munaenda kuchoma courts. Justice inapatikana kotini, justice haipatikani kwa barabara. Sasa tuulizane nyinyi watu ya Bungoma, walienda kwa barabara siku gani? Wednesday. Wakaanza 7, wakaharibu supermarket Ruiru, wakaharibu supermarket OTC, wakaibia watu town, wakaenda huko Nyeri wakaharibu supermarket ya Naivas. Wale watoto wote ambao wanafanya kazi hapo ni watoto wao, ni watoto wa Kenya hapa. Baada ya kuharibu hiyo vitu yote, watoto wadogo ambao walikuwa wanatembea wasichana pia wakawafanyia ile maneno mbaya. Alafu wakaandamana kwenda State House Girls. Watoto wako form 2 form 3 walikuwa wanataka kulazimisha kuingia hapo. Hiyo ndio kitu mnaimba hapa sijui Gen Z, na kuingia huko kwa State House Girls ati wanataka kuenda kukosea watoto wa form 1, form 2, form 3, form 4. Honestly. Hiyo ndio Kenya nyinyi mnataka? Na baada ya kufanya hiyo vitu yote, siku iliisha haikuisha. Siku iliisha haikuisha. Leo tunavyozungumza, nani rais? Nani rais? So mulidu? No, tuulizane. Baada ya kuvunja supermarket, baada ya kuibia watu, baada ya kufanya rape, baada ya kufanya defilement, baada ya kuumizwa,
Baada ya kuumiza polisi, nani rais wa Kenya? Nani rais wa Kenya? So imekufaidi nini kwenda kwa barabara na kusumbuka na kuimba? Si ni waste of time?